Asante. Thank you. Ndugu zangu ndugu na madada na viongozi wote, mimi leo nina furaha tele kufika mbele yenu. Hii ndiyo siku yangu ya kwanza kufika hapa Mombasa baada ya kuteuliwa na kamati yetu ya executive NEC kwa acting party leader baada ya kupoteza ndugu yetu Raila Amolo Odinga. Huyu ndugu yetu alikuwa ni kama sio ndugu peke yake, alikuwa confidant yangu, alikuwa rafiki yangu, tulikuwa pamoja kama twins kwa sababu tofauti yetu ilikuwa ni kidogo sana. Mwaka moja na miezi mbili. Hii ni kuonyesha mama yangu alikuwa faithful haraka. Akamleta. Na mimi nilipigwa na bumbwazi sana. Nilipigwa kofi ile kubwa. Nilikuwa na shock kubwa sana kupoteza yeye, na tena huyu ndugu yangu governor ndio alinipropose nichukue hii kiti ya, lakini sijui ni nini aliona kwangu ndio akanipropose. Wengine wanasema ati hii ni mambo ya familia. Sio mambo ya familia. Oburu Oginga hako na experience ya kutosha ya kuongoza. Nimekuwa kiongozi kwa nchi hii kwa miaka na miaka. Mimi nilianza kuwa councillor Kisumu 1974 to 79. Tena elected, sio nominated. Na nimekuwa elected na wananchi Bondo huko 4 times. Nimekuwa nominated once. Na sasa nikawa member ya IALA. Na mimi sasa nina serve term yangu ya 7th term katika bunge ya Kenya. Kwa hiyo mimi kwa experience naona nina experience ya kutosha ya kuongoza chama yetu. Lakini chama ni watu. Chama sio binafsi. Chama ni watu, na mkiniunga mkono basi nitafaulu. Lakini mkikosa kuniunga mkono sisi zote tutazama. Kwa hivyo naomba tufanye kazi pamoja, tuendelee kuimarisha chama yetu, na hii chama ikiwa imara ndio mtaheshimika. Hakuna mtu atawaheshimu ikiwa nyinyi ni wanyonge, ikiwa nyinyi ni wachache, na ikiwa nyinyi mnaruhusu watu kuingilia nyinyi polepole na pesa na nini na uongo na porojo. Nyinyi mwe gangari. Ikiwa mtu ameleta kitu ya kukula, wewe kula tu. Lakini hiyo ni shauri yake. Wewe ni mwana chungwa. Na usimame gangari ndio utaheshimika, na sisi tufanye kazi. Tuliingia kwa serikali serikali ilikuwa karibu kuanguka. Lakini tukasema hii serikali ikianguka, ile chaos ambayo itatokea itaumiza wale watoto wetu ni jenzia ambayo walikuwa wana agitate. Ile kuagitate walikuwa wanasema agenda yetu sisi wa ODM. Yale maneno yote walikuwa wanasema ndio sisi tulikuwa tunasema wakati tulikuwa tunabeba sufuria kwa vichwa. Kweli au sio kweli? Lakini serikali kuanguka bila uchaguzi inapatia nafasi army kuingia. Army ikiingia, nyinyi nyote, sisi wote, sisi wa viongozi tutaenda. Hata hao vijana
ni bunduki tu, tip tip tip. Na tutaki bunduki, tunataka demokrasia. Sisi ni chama ya demokrasia. Na kwa hivyo tulisema serikali zianguke, tukaingia tufanye polepole, tukafanya 10-point agenda. Hiyo 10-point agenda ile tukakubaliana na hawa, hiyo ndio tutaitimiza. Tutachungalia tuone kila point imetimizwa. Mpaka 2027 tufanye pamoja. Mpaka 2027. Ikifika 2027 na nyinyi mko gangari, you can either form the government or you will be in the government. But we are not going to be a party which will be out of government. Sasa hiyo ndio msimamo. Tusimame gangari, tuimarishe chama yetu, tuendelee kuwa na umoja, na sisi tutafaulu. Sisi zote tutafaulu. Kwa hivyo mimi tulikuja tu leo sio kuongea mengi, lakini ni kuwasalamia na tena kuomba nyinyi mkae pamoja, tukae pamoja, tufanye kazi pamoja, na nina haki ya kwamba tukifanya hivyo tutafaulu zote. Na kwa hivyo asanteni sana kwa kuja kunisalamia na kuonana. Mimi nimeona Doris hapa. Doris huyu tumefanya na yeye kazi hapa Mombasa wakati wa kina Bamaris wa Ford. Sisi ndio tulileta Ford hapa Mombasa. Na wakina Doris, ya asanteni sana. Ndugu yangu governor, asante kwa kuni propose kwa party leader. Thank you for asante. Lakini tutakuwa na nini? Na tutakuwa hapa na mkutano ya kumark 20 years of ODM. Tutaendelea kuimarisha chama wakati huo, na tena kuwa na ukumbusho ya ndugu yetu ambaye ameenda. Hiyo itakuwa sio tu 20 years, itakuwa ni kumbusho yake pia. Bado tunaomboleza, bado tutaendelea na hiyo wakati huo. Lakini mbele ya hiyo tutakuwa na National Governing Council. Hiyo National Governing Council ndio tutaomba watu confirm tu, si tuwe na wasiwasi ya acting.